Serikali imekuwa ikisisitiza sana matumizi ya mfumo wa GoToMIS. Na kwa nini imekuwa ikisisitiza matumizi ya mfumo wa GoToMIS? Kutumia GoToMIS kunarahisisha, kwanza kwa maana ya zile dawa zote zinakuwa zimeingizwa katika mfumo, lakini pia mteja anapokuwa anakuja kupata huduma, zile kumbukumbu zake zinaweza zikatunzwa, hata siku nyingine akija kwa ajili ya marudio ni rahisi sana kuzipata zile takwimu zake na kumwezesha kupata huduma. Sasa kwa nini tumeamua kuita waganga wafawidhi wa vituo pamoja na wataalamu wa dawa kupata haya mafunzo haya? Mafunzo haya ni ya muhimu kwa sababu moja, yatawezesha waganga wetu wafawidhi kujua ni namna gani mfumo huu utawarahisishia wao kwa ajili ya kutoa huduma, lakini kupata mapato. Tukijua kwamba mapato ndio msingi wa uendeshaji wa kituo. Ili kituo kiweze kujiendesha ni lazima kiwe na mapato. Na mapato haya yapatikana kupitia mfumo wa GoToMIS, kwa sababu pia mfumo huu umeunganishwa na mfumo wa malipo kwa njia ya control number ama GPG. Kwa hiyo tumeona kuna haja kubwa ya kufanya mafunzo haya kwa waganga wafawidhi wa vituo vyote pamoja na wafamasia, ili kuwawezesha sasa kurahisisha utoaji wa huduma katika vituo vyao. Lakini pia kama kuna sehemu walikuwa wanapata changamoto, basi tumeona ni platform nzuri kwa ajili ya kuwawezesha wao kuweza kutatuliwa changamoto zao. Ndio maana mafunzo yetu haya yanaendeshwa na IT wa halmashauri pamoja na wakufunzi wengine, ili kuweza kuwarahisishia wafawidhi wa vituo pamoja na wafamasia kupata huduma. Lakini pia serikali imewekeza kwa kiasi kikubwa sana, imewekeza katika matumizi ya mifumo na tunaenda katika matumizi ya tehama. Kwa hiyo ni vizuri pia kualign na maelekezo ya serikali kwamba mapato yote yakusanywe kupitia mifumo ya serikali, kusiwe na ule utamaduni wa mtumishi kushika fedha mkononi wakati mwingine kuingia katika vishawishi. Ndio maana sisi tunakuwa tukisisitiza kwamba GoToMIS ni vizuri ikatumika, na wafawidhi pamoja na watoa huduma wote waendelee kuwa na utamaduni wa kutumia mfumo wa GoToMIS ili kuweza kusanya makusanyo, na makusanyo yatasaidia ununuzi wa dawa, kufanya maboresho ya miundombinu ya vituo, vifaa tiba pamoja na uendeshaji wa kituo kwa ujumla wake. Lakini pia tunatumia fursa hii kumpongeza mkurugenzi wetu mtendaji wa halmashauri ya Shinyanga. Tulikuwa na changamoto ya baadhi ya vifaa ikiwemo laptop, lakini kupitia kikao ambacho tulifanya naye aliahidi kutupatia laptop, na tunashukuru kwamba laptop hizo katika hatua nzuri za manunuzi na tutapata, pamoja na ununuzi wa booster. Tulipata changamoto kidogo, baadhi ya vituo kama vitatu vilikuwa havina booster kwa ajili ya kuwezesha internet kwa ajili ya matumizi ya mfumo wa GoToMIS, lakini ametuwezesha na amegharamia. Kwa hiyo pia nitumie fursa hii kumpongeza mkurugenzi wetu wa halmashauri Dr. Kalekwa Kasanga kwa jitihada ambazo amekuwa akizifanya kutusaidia sisi kama idara ya afya, ili tuweze kuendelea kutoa huduma nzuri kupitia mifumo hii. Na amekuwa akisisitiza kwamba uelekeo ni kutumia mifumo ya GoToMIS, na kila siku huwa tunatoa takwimu ama update ni jinsi gani vituo vimeweza kutumia mfumo wa GoToMIS katika shughuli zao za kila siku. Kwa hiyo tunatoa shukrani zetu, na sisi tunaahidi tutaendelea kutumia mifumo hii ili iweze kuturahisishia katika utendaji kazi wetu wa kila siku, kwa sababu ndio uelekeo wa serikali kwamba kila kitu kiende kulingana na mifumo. Na ndio maana leo tumeamua tuite wafawidhi ili waweze kujifunza na kuelekezwa namna gani hii GoToMIS itaenda kuwasaidia katika uendeshaji wao, utoaji wa huduma kwa wananchi, lakini mwisho wa siku huduma ziweze kuboreka na wananchi wetu wote wapate huduma za afya wanapokuja katika vituo vyetu. Kwa majina naitwa Agnes Francis Kiwelo, mganga mfawidhi zahanati ya Bubale. Leo tumepata mafunzo ya GoToMIS ambayo yameandaliwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Shinyanga. Kituo changu tulikuwa tuna changamoto ya mtandao, ambao timu ya mkurugenzi tunashukuru wameweza kutununulia booster ambayo itawezesha kuendelea na mfumo wa GoToMIS kituoni kwetu, kurahisisha huduma kwa wananchi. Tunashukuru.